Mwiba ulitoboa mguu wa mfalme, akalalamika sana kwa maumivu makali na kulalamika kwamba ardhi yake ina miba na mawe yaliyochongoka sana. Akasema, nataka kila barabara, kila mtaa, kila eneo katika ufalme wangu liwekwe makapeti mazuri sana na sitaki nione ardhi yoyote ikiwa tupu. Mtu wake wa karibu akasema, mfalme, itatugharimu dhahabu, itatugharimu pesa na huenda ikaufilisi ufalme wako. Mfalme akasema, haijalishi, nataka kila sehemu kuwe na kapeti. Wakajitahidi usiku na mchana kwa kazi ngumu, wengine walipoteza maisha yao maana walishurutishwa kufanya kazi ya kuhakikisha kila sehemu kunakuwa na kapeti, kuanzia ndani ya ufalme mpaka nje. Basi ufalme wote ukawa na makapeti mazuri. Mfalme akafurahia kutembea katika makapeti, miguu yake ikajisikia vizuri sana. Siku moja akaamua kutoka nje ya ufalme atembee ufalme wa jirani. Alipokanyaga tu ardhi akajikuta anaumia sana, maana miguu yake ilikuwa imekwisha kuzoea ardhi nzuri. Kwa kuchechemea hivyo hivyo akaingia katika ufalme wa jirani. Mfalme mwenzake akamcheka sana, akamwambia, kweli wewe bana unatembea kama hujai kukanyaga ardhi kabisa. Mfalme akacheka akasema, mfalme mwenzangu, kwa nini na wewe usifanye makapeti mji mzima? Mfalme mwenzake akamshauri akamwambia, badala ya kuweka makapeti chini, kwa nini usingejitengenezea viatu vizuri kama hivi? Mfalme akashtuka, pengine yuko sahihi. Akaelewa kwamba kuliko kuweka kapeti katika ardhi ni bora angejitengenezea viatu. Akajikuta kofia yake inakuwa nzito na akafikiria kwamba kwa hiyo kuliko kufanya lile ambalo linakufurahisha wewe na kuwaumiza wengine, ni bora ukafanya jambo kwa akili na kwa urahisi kabisa ili kupata kile kinachokufurahisha na hakiwaumizi wengine.